Ndoko Jafu wa Marwa John Wanyama. John Wanyama, ukiwa katika kaunti ya Uasin Gishu, hali ikoje pale ambapo uko hiyo sherehe ya kuapishwa kwa governor wa kaunti wa Uasin Gishu Jonathan B? Sherehe ikoje asubuhi ya leo? Naam, kama niliposema hapo awali ni kwamba kaunti ya Uasin Gishu hii leo, siku hii ni siku kuu ambayo historia itaandikishwa katika eneo hili. Jua limechomoza vizuri na wakaaji takriban 10,000 wanatarajiwa kuhudhuria sherehe hii katika uwanja huu wa Sports Club. Na kama mpiga picha wangu atakuonyesha, tayari gwaride imewekwa katika uwanja huu ambayo itakaguliwa rasmi na gavana anayeondoka Jackson Mandago, ambaye pia alichaguliwa kuwa seneta wa eneo hili, na gavana ambaye ataapishwa hii leo Jonathan B, ambaye almaarufu anaitwa koti moja, hii leo ataapishwa. Na wanasema kwamba iwapo Jonathan B amefanikiwa na kufaulu kuwa gavana katika siku hii ya leo, basi wewe Mkenya mahali popote ulipo usife moyo, kwani jamaa huyu amejaribu kutafuta wadhifa wa ubunge katika eneo hili kwa takriban miaka 20 akikosa na hakupata, lakini hii leo amefaulu na kupata kiti hicho. Ana takriban miaka 54 huyu Jonathan B, na shahada ya degree ama masters ukipenda katika in project planning and management, na aliweza kuzoa kura takriban 1214 takriban, ambapo alimshinda mwenzake Zedekaya Bundotich ambaye alikuwa wa karibu sana. Na katika siku hii ya leo utakumbuka kwamba kaunti hii ya Uasin Gishu ni kaunti ambayo ambayo inatoa pia chakula kingi sana kwa taifa hili, kwani kwa mwaka mmoja tu wao hutoa ama huzalisha mahindi ya magunia takriban mahindi milioni 5. Ni kaunti ambayo ni chimbuko la wanariadha tajika ulimwenguni kama Eliud Kipchoge. Anafahamu fika kwamba anapoingia afisini basi kuna yale mambo maswala muhimu pia anafaa kuangalia sana. Ninao ambao wako hapa nizungumze nao, pengine tusikie hisia zao. Unaitwa nani mheshimiwa? Ulichaguliwa katika eneo hili kwa mrengo wa Azimio, jambo ambalo ni nadra sana kwa pengine kushuhudiwa katika eneo hili, licha ya kwamba ni wewe tu na mwingine ambao mlichaguliwa siku hiyo. Siku hii ya leo muhimu aje kwako? Asante. Kama vile umesikia, kwa majina naitwa Francis Muya Mwangi, MCA elect wa Langas Ward na tikiti ya Jubilee ndani ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Na siku ya leo ni muhimu sana kwangu mimi kiongozi, kwa sababu mimi nimekuja kuhudhuria kuapishwa kwa governor elect bwana Jonathan B. Huyu ni kiongozi ambaye tunamheshimu sana, kiongozi ambaye amekuwa ni Mkristo, amekuwa na subra kwa sababu ameomba kiketi cha kuwa mbunge kwa zaidi ya mara 3, lakini zaidi ya yote ni mtu, roho yake anapenda kila mtu. Kiangalia katika kampeni zake alihusisha kila mtu, kabila zote. Licha la Azimio walikuwa mlengo mwingine, lakini hawakumpiga kwa sababu walimjua kwamba akishika uongozi ni mtu anaweza kuwaleta makabila yote pamoja, maendeleo ikaweza kusambazwa kila mahali. Kwa hivyo mimi nikiwa kama kiongozi aliyechaguliwa na mlengo wa Azimio pale Langas, nasema Wakenya wote hapa Uasin Gishu tuko na gavana mmoja ambaye ni Jonathan B kwa jina koti moja. Sisi viongozi tumekauli moja, kumshika mikono, kuhakikisha kwamba amefanyia wananchi wa Uasin Gishu kazi. Kwa watu wa Langas hatuna gavana wawili, tuna gavana mmoja tu ambaye ni Jonathan B. Tuingie katika serikali yake kuhakikisha kwamba maneno ya title, maneno ambayo hatuna, ametuongoza kuhakikisha kwamba maendeleo teletele yamekuja. Kongole bwana gavana, na tutafanya kazi pamoja na wewe. Asante sana ndugu yangu. Naitwa nani siku hii ya leo? Muhimu kwako vipi? Anza kwa majina. Naam, wananiita Daudi Kimbo, jina la huku wananiita DK. Mwanzo kabisa nimshukuru kwa sana gavana koti moja Chalile Jonathan B. Alomfanyia Mwenyezi Mungu ni kwamba kwa kweli apangalo Mungu ndilo liwalo. Koti moja ni mtu ambaye amewania uongozi mara si moja, mara 3, na akawa amefeli na kushinda mara ya 4. Hajafa moyo, hajakufuru, badala yake amemshukuru Mwenyezi Mungu na kutanguliza imani. Kama unavyoona, kwa kweli wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu tumefurahi na kufurahika. Tuna imani moja tu kwamba koti moja atakuja kutekeleza alowaahidi wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu.
niwashukuru tena kwa njia ya kipekee wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu ambao wanampenda koti moja, si kwa midomo tu bali kwa moyo. Walijitokeza wakati wa nomination wakampigia koti moja kura kwa wingi. Juzi koti moja amekuwa akiindana na mbabe Zedakaya Kiprobo Ndotich Buzeki, lakini Buzeki aliona moto. Aliyemthalilisha koti moja kwamba hana hanani, lakini tulimwambia Buzeki koti moja ana watu na Mwenyezi Mungu. Naam. Asante sana ndugu yangu, ukimalizia kwa kifupi tu. Asante Wanyama. Mimi kwa jina naitwa Mheshimiwa Moses Kebenei kutoka Simat Kapsaret Ward. Siku ya leo kwetu sisi wakazi wa Uasin Gishu County ni siku ya muhimu sana, kwa sababu tunaapisha gavana wetu wa pili, na huyu gavana wetu wa pili tuko na matumaini makubwa sana kutoka kwake. Ya kwanza, yeye lazima aweke bidii kwa ile nguzo yake 10 ambaye alitueleza wakati wa campaign, sana sana nguzo ya agriculture. Hii nguzo ya agriculture, you know, our county of Uasin Gishu ni the backbone of agriculture in this country. Sisi tuna mambo kama mahindi, mambo kama ngano, alafu kuna mambo ya crop diversification kama ya coffee, avocado, macadamia. Tunataka kuja tusaidie, especially mimi mwenye natoka Simat Kapsaret Ward, huko kwetu is more of an agricultural ward. Tunataka kubwa kwa governor wa koti moja Jonathan B. Ya mwisho kabisa nikimalizia, huyu governor koti moja anapea watu hope. He's an inspirational governor. Aliomba kura 97, akaomba kura 202, akaomba kura 207, akaomba kura 2013. Lakini mambo ya Mwenyezi Mungu ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Mungu si mchoyo. Amemweka yeye ndo governor wetu sasa. Na hiyo ni spirit ya kwamba hata wale vijana ambao wako nyumbani, wale wadogo, ya kwamba when you are determined to achieve something, you will get it through our governor. Asante sana Wanyama. Asante sana. Bila umeweza kusikia, hayo ni maoni tu, baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi hapa. Wengine ni wa MCA ambao ni wateule ambao walichaguliwa katika uchaguzi uliopita, lakini hapa sherehe wanasema kwamba tumdo katika kaunti hii ya Uasin Gishu, katika lugha ya Kikalenjin wanasema siku hii ni siku ya tumdo, kumaanisha siku ya sherehe, kwani hakuna lingine lakini kusherehekea. Tutakuja kwenu kwa pasha ni yapi ambayo yatakuwa yanajiri katika runinga hii ya Ramogi. Kaa kitako, usiondoke kwako studio. Asante sana John Wanyama. Yenyewe ni siku ya sherehe na nderemo. Asante sana. Nyakaramogi Jong manaka kise winjo mano ne jafombo marwa mawuoka e county ma Uasin Gishu. Akabendi